Wewe. Nilikwambiaje kuhusu yule? Nasema nisimtembea naye. Nimekutana tu njiani mama. Msamee. Hapana. Umekuwa sasa hivi sisi wote watu wazima. Hapana mama. Mama. Hiki ndicho kisasi chetu. Sauti. Regina, sasa nataka tumalize kwa amani Regina. Unanisikia? Naomba jibu langu. Bwana mimi sitaki, mimi siwezi kuwa na mwanaume mchawi. Regina, wewe ndo wakunijibu hivyo? Bwana mimi sitaki. Yaani mji wote huu unaniogopa. Wewe ndo unakuja kunikataa mimi? Mimi sitaki bwana. Nitakuonyesha kazi. Kwani leo baba kanipatia hii chupa? Maana yake ndani ya hii chupa kuna siri kubwa. Ngoja nijaribu kufungua nione kuna nini. Habari bwana. Salama, zawe. Safi kabisa. Nyingi. Nzuri. Umeadimika hivi? Mimi nipo mbona? Kitambo? Nipo. Ala. Unaelekea wapi sasa hivi? Kwenye mishemishe zangu tu za siku zote. Haki ya Mungu. Kwa hiyo? Niambie. Sasa unajua ex ya nini? Ex ya Tongozi. Wewe umeshaoa wewe? Oh, gani? Sio yule mwanamke wako kama nanili bondia. Hivyo mtoto, ni wewe tena? Hivyo mtoto unatafuta nini wewe? Wewe mtoto unatafuta nini? Ile siku nakupisha pale, ukaona na kuchekea ukafikiri ni mudu. Wewe mtoto una matatizo gani? Ule ncho yako wewe ni kinewe. Leo uniteke wewe ni kinewe. Sasa nataka nikuoneshe. Nikupige nikupeleke nyumbani kwenu kama wale watu wako na mami hiyo. Ukioa ndo. Wewe una mke sasa hivi, ule mke wako mbabe. Wewe yule hawezi kufanya chochote yani. Niamini yani, mimi. Kijiji kizima kinajua. Nini? Mke wako. Kafanya nini? Kibiriti ngoma mkubwa wewe.
Tupige nini? Umpikie nani? Tupige nini? Umpikie nani? Wewe. Mimi sasa. Sasa kila siku jamani lakini Ulikuwa unafanya nini pale? Ulikuwa unafanya nini na ulikuwa unafanya nini? Yule nani yako? Wewe uliniambia mmeshaachana. Pale ulikuwa unafanya nini? Kwani unadanga? Nauliza. Kwani unadanga? Unakosa nini ndani Unakosa nini ndani? Nitakuja kukuua wewe. Agora unarudia tu. Sila mimi unanitia. Sila mimi wewe. Wewe. Ulikuwa wapi? Mungu na matatizo na matatizo gani? Wiki ya 3 hapo nyumbani wewe. Mke wako akajifungua, wewe ulikuwa wapi? Mke wangu? Tatizo lako umalaya, yani umalaya nyumbani haupo. Mke wako akajifungua mtoto wa kiume. Tatizo lako unaendekeza umalaya. Kazi yako kina witi. Tatizo lako wewe kibigu unaendekeza umalaya. Kwangu mimi si amefanya. Basi. Ndugu yangu. Sio nianzie wapi kukuambia. Wapi gani? Hivi unajua Kibengo, mimi nakwambia mke wangu simuelewi kabisa. Kem, shida nini tena? Ananyema ugomvi. Yaani haki ya Mungu mimi nashindwa kuelewa yule mwanamke. Mwanzo tulikuwa tunaishi vizuri kwa furaha, yaani nakuja nyumbani tunaenjoy nini. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika kabisa. Nimeamka zangu asubuhi nimesema ngoja nioteka juu hapa. Katika kuotea ametoka huko na libeseni na vyombo vichafu tuliokula jana usiku. Amenisukumia pale osha. Shoga yangu. Ngoja mimi niende, si unajua tena mama yako akinikuta anakuwa sio poa. Mbona mapema? Hapana, nitakuja siku nyingine. Haya, karibu. Asante. Nilikwambiaje kuhusu yule? Nasema nisimtembea naye. Nimekutana naye tu hapo njiani. Ikaje? Nimekutana naye tu njiani, mama nisamehe. Hapana. Umekuwa sasa hivi sisi wote watu wazima. Hapana mama. Mama. Nasema nisaidie 60. Unajua maisha. Afu mtaa, unajua jamii kinionaga watu wananicheka, watu wanasema jamaa yake yule anapigwa na mke wake, si unajua? Naumia. Kwa hiyo ninachokuomba wewe, naomba nisikilize mimi. Kama umejaribu njia zote kumaliza, wewe umeongea hadi na wazazi wake hawakuelewi. Wote. Na jana tu nimeongea na baba yake mdogo hapo. Wapi? Nani? Shedi. Ameacha tu. Huyo sasa hata naongea. Yule pale tunampiga juju 6. Yaani juju ukimaanisha? Yule alogo babu. Yaani? Twende kwa mganga. Yaani mganga tu, tufanyaje? Atusaidie kumweka sawa. Inawezekana? Sawa. Yaani anifanye mimi anipende mimi tu anisikilize kila kitu. Vyombo unakuwa uoshi. Hivi. Mimi nachoomba. Sasa hizi mimi nimcheki mganga. Wewe uende huko. Usionekane kama unanili. Hata kama ukienda kupiga wewe ushaumia. Washakupiga, ukipigwa sasa hizi wanarudia tu. Hata umie. Hivyo mimi namcheki afu nakupigia simu au tunaenda. Kesho mtu yupo hivi anaamka na kutengea maji ya kunywa. Sasa tuende sasa hivi. Anaacha kupiga sasa hizi mimi mishe zangu. Umenikuta from nowhere, you know.
I'm stays here. Sasa kwenye Kiingereza sasa. Elimu dunia. Sawa. Mimi hata nikusaidie hivyo. Mwili wangu uko wapi? Mwili wangu uko wapi? Mwili. Waliniambia ninyamazie maumivu, lakini historia ya damu haiwezi kufichwa. Hii si hadithi yangu peke yangu, ni kilio cha kizazi kizima. Nilizaliwa kwenye ardhi ya giza na hofu, kijiji kinaishi kwa mizimu na viapo. Mtoto anaambiwa nani wa kuchukia kabla hajajua maana ya kuishi. Mama alilia kimya, baba kanyama, kweli kazikwa pamoja na waliokufa. Nikakuwa nikiwa na maswali mengi, majibu yote yakiniambia vumilia. Hiki ndicho kisasi chetu, sauti ya waliodhulumiwa. Machozi ya jana leo yamegeuka nguvu, sio damu wala visu, ni ukweli na umama. Kisasi chetu kusimama pale walipotunyamazisha. Makaburi yanabeba siri za ukoo, majina yanaitwa usiku kwa hofu. Walisema lazima damu ilipe damu, ndipo kijiji kipate amani ya uongo. Niliona haki ikiwa hadharani, wazee wakisema ndivyo ilivyo, lakini ndani ya roho yangu nilijua huu mzunguko lazima uvunjike. Hiki ndicho kisasi chetu cha waliotangulia. Tuliishi maumivu, tunarudisha heshima, walituita laana kabla ya makosa. Kisasi chetu ni kuishi bila hofu. Kama kulipiza ni dhambi, basi dunia ni mkosaji, kwa sababu haki ilinyang'anywa mchana kweupe. Nikichagua kuishi, wanasema ninasaliti, lakini ukimya wao ndo uliua wengi. Sitarudia makosa waliotutangulia, nitavunja minyororo kwa ukweli, hata nikibaki mimi pekee.